kwa nini hamkufikiria kutazama namna nyingine ya kutaka kuwatambua wale ambao hawajathibitika kitaaluma, ambao pia walikuwa tayari kwenye kazi kama ambavyo wamezungumza hapo, miaka 15, wengine miaka 20 na kadhalika, kwamba kwa nini msingetoa muda kwamba endeleeni kufanya kazi, lakini baada ya miaka mitatu tunaamini tayari kitaaluma mtakuwa mmekidhi vigezo vya kuwa na hiyo stashahada ya habari na mawasiliano kwa umma, ili muweze kupata jambo. Kwa nini hamkufikiria hivyo? Hamkuhisi pengine kwa kufanya hivyo mtaumiza watu wengi wao na vizazi vyao na familia zao ambao kimsingi walikuwa wanategemea hiyo kazi? Ukiangalia ile sheria ya huduma za habari ni ya mwaka 2016, lakini utekelezaji wake umeanza kufanyika mwaka 2025. Swala unalozungumzia lilikuwa 2016. Tukafikiria, tukaona kwamba kuna watu ambao wanahitaji muda wa kujiendeleza. Serikali ikatoa mwanya, kuna utekelezaji hapa, katoa miaka 5, wakati watu wanajipanga, wanakwenda shule, wanamalizia, wenye cheti wakapata diploma. Kaja kipindi mwaka 2021 take off, wakasema hapana, hawa watu bado hawajatimiza, kwa sababu serikali ikafikiria taona kwamba iongezee miaka mingine 4. Baada ya miaka 4 karejea kuangalia watu wameingia katika mfumo, kaona kwa kiwango fulani ni lazima take off. Ndio tume take off. Sasa hivi tunapozungumza tuna waandishi wa habari zaidi ya 4500 wamejisajili nchi nzima, lakini tunaamini kwamba kuna watu wengi zaidi hawajaingia. Na nikikuangalia naona wewe ni kizazi ambacho hakina vikwazo. Kwa wale wenye vikwazo wana mpaka mwaka 2016 na miaka 50. Naona huyu mtu kwenda shule ni ngumu sana. Jabu ikapendezwa kwamba hawa watu ni wakongwe, kuna mahala fulani wamezaishia taaluma, wameacha alama fulani hivi, ikaja na mwongozo, na mwongozo umetoka tarehe 11 ya mwezi Julai mwaka huu. Kama ulikuwa na miaka 50 siku sheria inatoka, wewe anajua upate utambuzi wa ukongwe. Tunao wakongwe kadhaa. Sawa Jambo ambalo naweza kusisitiza pale, ukiangalia hapa very sharp, very energetic, bado mna nguvu, na washauri twende shule. Hata kigezo cha diploma kinaweza kubadilika huko tuendako. Lakini hilo tulifikiria, nilitaka kuweka sawa katika hilo.